Samahani bibi, mimi leo sihitaji chakula usiku. Umeshiba cha mafunzo? Ndiyo. Asante kwa taarifa. Sawa, mimi leo nataka kupumzika mapema. Kweli mapema? Maana umenyooka safi kabisa. Hivi ndio safari ya wanawake inavyokuaga, mjukuu wangu. Nimekuelewa bibi. Haya, pumzika. Imekuwaje tena wana gazeti? Mimi sijajua unaenda wapi kiongozi. Hapa mimi natafuta nyuma ya choo ili nikojoe. Sasa hayo majaribio kiongozi, inatakiwa uyafanye wakati ambao umeshalipia pesa ya hivyo viagiza. Hii kutoka ghafla unatujana bipio sio kiongozi. Ina maana kumbe nyinyi hamuna imani na mimi dhidi ya malipo? Kwenye pombe hata polisi haamiliki, kwa sababu ukishalewa unaweza kufanya lolote. Hapo pia kuna kitu nimejifunza baada ya hili neno nyuma ya choo, na vile vile nilichogundua, nyinyi hamzungumzii choo hiki ambacho mmeenda kufanya majaribio. Kumbe ulikuwa unaenda kujaribu hiki choo cha kujengwa? Ndio. Sio choo cha kujengwa, ni choo cha kuumbwa. Na ndio maana mada ikataya ishia kwamba kwa nini wavulana wa sasa wanaamini kwamba sehemu sahihi ya kujisaidia haja ndogo ni nyuma ya choo. Hapo unachotakiwa kuelewa ni neno wavulana, nyuma na choo. Kilabu sasa kinakaribia kunishinda. Kama imekushinda, twende ukalipie tulivyokunywa kisha ukapumzike. Sawa. Wasa nikalipie kisha nikakojoe kwenye choo cha shimo. Ili niweze kuachana na nyinyi. Nenda kukojoa kwenye shimo sasa. Kuna vitu viwili tu ambavyo vinasumbua katika maisha, navyo ni ujana na ujuzi. Wanapata shida sana pale ninapomwona mtu ana kichwa kikubwa alafu anaambia mtu chochote. Naitwa Kizizi. Sana ndio mimi.
Mimi nafikiri nikitoka huku nitapitia pale kwao ili niende nikajue kaenda kusema nini. Wanaume tuna matatizo makubwa sana, hususan kwa wanawake wa namna hii. Ila mimi naamini hii sio mara ya kwanza nyinyi kukwazana. Ni kweli tumekozana mara nyingi, lakini ugomvi haukuwahi kuwa mkubwa kama kipindi hiki. Chukulia kawaida tu, kwa sababu mambo yanabadilika. Hivyo ninavyokuambia mimi nimeacha mke mjini. Yaani wewe umeacha mke mjini alafu unakuja kufanya ugoni huko kwetu? Umeoa mwanamke wapi? Mimi nimepewa msichana wa njia moja. Hivyo kila siku ni ukorofi tu. Hivyo nimekuja kutafuta utulivu. Kwani nyinyi ni watu wa huku? Ndio. Ndio maana nyinyi wake zenu waga wanaamini mapenzi ni ugomvi au kutoheshimiana. Lakini wewe una haki ya kupewa mke wa huku kwetu Pwani. Isipokuwa tu wewe ulikosea kufuata utaratibu. Utaratibu gani tena? Utaratibu uliokosea wewe ni wa kuoa. Kwa sababu hata tukisema tukuozeshe binti yetu wa Pwani, lakini imani zitakuwa tofauti. Lakini imani sio kabila, kusema haibadiliki. Ila kweli. Kuna nini leo mwenzangu? Maana sio kwa namna ulivyo leo. Utakienda kwenda kijiweni kwako. Kuna wakati unashindwa kunusuru jambo kwa sababu ya hadithi au mfumo wa maisha unayoishi. Kwa nini? Basi mimi nimejifunza hivyo tu. Labda umejifunza kwa nani? Au ndio wewe mwana wa Bakola akakwambia masuala yake? Hapana. Hapa kijijini kuna jambo baya sana linataka kutoka. Najaribu kulizuia lakini linahusishwa na siasa. Kibaya zaidi limeelekezwa upande wa upinzani. Linataka kutokea kwa nani tena? Mbona unanipa BP? Hapana, halitokei kwetu. Ila ni baya sana. Na ndio maana wanasema siasa ni mchezo mchafu. Si namba 172. Unajua rafiki yangu Gazeti, nimefikiria, nimegundua kitu kimoja kwamba kumbe pombe inaweza ikamuongoza kiongozi. Ishaanza kukuongoza Na sio kiongozi tu, ina uwezo hata kumfundisha mwalimu. Ndio. Halafu kitu kingine, kumbe kile kitanda ambacho hakizai haramu sio hivi tunavyojua sisi. Hivi vyetu vinazaa haramu. Bwana. Bwana pombe. Au wewe? Huyo ni mimi, nimejifunza.
kwa sababu vitanda vya wazee wetu vilikuwa vya kamba na mnakutana katikati, tena ni futi 2 na vimepigwa. Wacha we! Yawai! Sikile kiongozi anayeongozwa na ng'ombe anapasha hivyo huku. Kitanda kile kilikuwa hakizai haramu, na kuachana ilikuwa ni ajenda ambayo mtaisoma kwenye vitabu. Iko kabisa bwana mwenyekiti. Hapo hauwezi kuachana kwa sababu wote mpo katikati. Mimi nakuelewa sana bwana kiongozi na pombe. Hivi vitanda vya hivi sasa, we haya we, ila futi 6 lazima kizae haramu. Ndio vitanda ambavyo vinazaa wasagaji, vinazaa wasenge, vinazaa majike dume, lakini pia ndio vinazaa wachochezi wa masuala ya kinchi. Mimi naunga mkono hoja bwana mwenyekiti. Futi 5 hadi 6 lazima vizae haramu. Kwa hiyo wama wakibaro ete kama tu hivyo haidasa lazima tuipwe. We Chupa, unatafuta nini? Kuna kitu rafiki yangu kasahau. Sasa nilimfuata nimpe. Sasa wamenichanganya, sijui ameelekea wapi. Watakuwa washafika walipokuwa wanakwenda. Ila sio shida. Turudi tu nyumbani. Unilole nani yangu mama mwe. Aye mwe mama mwe. Aye. Aye go mama mwe. Aye go mama mwe mama mwe mama mwe. Aye mama mwe mama mama. Aye 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 mama. Sasa bwana, nikutakie mafanikio mema. Mimi na wewe tutaonana nyumbani. Poa. Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini sisi wanaume tunavyoenda kununua nguo za ndani unawekewa kalamu kama zawadi? Mimi nafikiri kwa sababu sisi wanaume ni wasomi. Ndio maana ukinunua chupa, ukinunua chupi unawekewa na kalamu kama zawadi. Sio hivyo. Kumbe kwa sababu gani waweke kalamu kama zawadi na wasiweke saa au gari? Kwa sababu kalamu kabla ya kumwaga wino inafunguliwa kizibo cha mbele. Ndio. Hivyo basi hamasa yao kubwa ni kwamba sisi wanaume inatakiwa tuwe tunavua mara kwa mara nguo za ndani ili tuweze kumwaga wino, tuache alama kwenye dunia kama ilivyo kuwepo kalamu ikimwaga wino inaacha alama kwenye karatasi. Kumbe hai wafumbo. We haya we.
ila wauza chupi. Ila pole sana. Ndio maana mimi naogopa kuingia kwenye ndoa ghafla, sababu nina tabia kumpenda mwanamke ndio naye, na siwezi kumwacha alie hata iweje. Ila nashangaa huku kwenu mwanaume anadiriki kumsaliti mwanamke. Mimi siwezi kabisa. Lakini Mungu anakupa unachostahiki. Pengine hii ndio stahiki yangu, na nikasema nyumbani ni aibu. Hiko ndo kitu kingine ambacho kimenifanya nivutiwe na wanawake wa pwani. Cha kwanza, mnajua kupika sana. Ila cha pili, mnaheshimu waume zenu. Pia mnapenda usafi sana. Kwa nini? Dar es Salaam ukiona sehemu ina maduka mengi ya perfume, basi hujaupa na changamoto. Hivyo basi wanawake wengi wananukia, sababu nje ya perfume wananuka. Na hilo unaligundua baada ya harufu ya perfume kuisha. Ila huko kwenu hakuna hata perfume, lakini hatutujui hata harufu za miili yenu. Tunashukuru kwa kuwa umeliona hilo. Ni kweli kabisa. Ninyi hamvai nguo nzuri, ila mnapendeza kwenye mahusiano. Mimi naomba nikae muda, kwani sitaki gozi akija nione. Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. 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 Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi.